Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Obama, habari ya Ruangwa? Ruangwa salama, shikamoo. Bakwema. Kama habari za masiku? Namshukuru Mungu. Habari za ukimya? Tupo kama kawaida. Aha. Mimi kwanza labda nijitambulishe. Mimi binadamu wenzangu wananiita Juma Wandwi. Umelipata hilo jina? Lakini namba yako pia sikuwahi kuwa nayo. Hilo jina mimi naitwa Juma Wandwi. Ni naibu mkurugenzi wa itifaki wa chama cha wananchi CUF Taifa. Naam. Sasa nimesoma ujumbe wako hapa kwenye message zako. Kidogo mwenyekiti zimenipa ukakasi kidogo. Ima labda uelewa wangu umekuwa mdogo, au kama nimeelewa hivyo, kama nilivyoelewa mimi, inanipa ukakasi. Ni kwamba hiyo message umeituma nadhani ilikuwa Ijumaa. Inasemaje? Kwamba kama mtu ambaye hatakubaliana na kauli mbiu ya Chadema. Umeikumbuka eh? Sasa nadhani huko kwenye chama hiki muda mrefu. Kama sikosei. Kweli. Unakumbuka kilichotokea mpaka leo sisi tumefikia hatua hii kuhusu Chadema? Una taarifa? Au historia hiyo huijui? Historia ya kuaje? Kwa sababu nimekuwa nikifuatilia siasa. Mpaka sisi kafu kushika hapa, yani hapo tulikuwa baada ya CCM ni CUF. Tunajua. Unajua nini kilichotusababisha mpaka tumefika hapa leo? Unakijua? Ninaweza nikajua kwa ufahamu wangu. Ya ufahamu wako unajuaje bosi? Ninaweza nikajua kwa ufahamu wangu kwamba ukisema kilichotufikisha hapa tulipo, yani chama niseme tu kimeshindwa kutengeneza mazingira ya kuijua jamii nataka iweje, nataka mwenendo gani, kwamba tafsiri yake viongozi wake naona kama sio wabunifu kuangalia mahitaji ya jamii na sio wanachama. Yani maana wanachama wanatoka kwa wananchi. Sasa ni vitu gani vitatengenezwa ili kuwavuta wananchi ili chama kiunge mkono? Hizo ndio mbinu, na niseme tu kwamba ndio vitu ambavyo vimesababisha pengine chama kudrop sana. Ndilo nalolijua hilo. Ndio nalolijua hilo. Na hilo umelijua kwa kusikia, kwa kuambiwa, au kwa tafiti zangu, yani nikiwa naoanisha matukio yote ambayo yametoka huko nyuma mpaka tulipofika. Sasa nikuulize, Ruangwa ikoje? Ruangwa ikoje? Na wewe ndiye kiongozi wa wilaya. Ruangwa ikoje? Wewe ambaye unajua utafiti wako ambao uko vizuri. Ruangwa ikoje kichama? Ruangwa kichama haiko vizuri, iko vibaya. Iko vibaya. Na nani anaweza kaiweka vizuri? Ni viongozi wa wilaya au viongozi wapi? Viongozi wa wilaya, lakini viongozi wa wilaya wana aksi viongozi wa ngazi ya taifa. Na ndio kwa maana kwamba kwa namna yote kama uongozi wa juu unakuwa legelege hauna mpya, huku chini haiwezi katokea tena mpya. Hakuwezi kuwa na hoja ya msingi wilayani alafu taifani kuna hoja legelege, hiyo hoja kaimarisha. Ushauri wangu kwako. Na bahati nzuri tuna vyama 19 ndani ya nchi. Alafu chama hiki kinakuwa ni legelege, na wewe unataka wilaya yako iwe katika msimamo mzuri. Kwa nini usiangalie kwamba hawa wamekuwa wanapoteza mwelekeo, hawana tena jipya? Kwa nini usitake action? Tumechukua hizo njia, na ukiuliza leo hii kama unasikia kuna hoja kwa msajili, miongoni wa wajumbe tuliopeleka hoja kwa msajili ni pamoja na mimi. Unachukuaje action ya kuenda kwenye msajili kwa chama kibovu? Kwa nini wewe usitafutie watu ambao unawataka wao wewe
Kwa nini kuna watu sasa hivi hapa message yako nimekupigia hii kwa sababu ya message yako. Kwamba Chadema is better kuliko chama kingine. Sasa kwa nini usiende Chadema ambapo tayari wilaya yako ya Ruangwa inaweza ikawa safi kuliko maana usajili hawezi kukusaidia kitu. Na nataka nikuambie huu uchaguzi ambao pamoja na kwamba mmekwenda kwa msajili, naomba uniweka kwenye record. Uchukue hizi nani, sio kwamba labda nazungumza naomba sauti chako kiweke kwamba kama unaona kabisa kwamba viongozi wa kafu wote hakuna kitu, chama hiki kitu ambacho hakiwezi kuletea maendeleo ya wananchi wangu wa Ruangwa, hiki naachana nacho kwa sababu hawana kipya. Kwa nini take action ya kusema kwamba mimi nahama nahamisha hii kafu naipeleka chama ambacho kidogo kina mwelekeo? Kwa nini fanya hivyo? Swala la kwenda kwa msajili la kwenda wapi, hilo haliwezi kuwasaidia. Na alipo kama halipo taratibu ndio tunazifuata hizo. Kama msajili hana hatua yoyote cha kufanya mtakijua nani mahakamani. Mimi nakwambia mwenyekiti, naomba tena nakwambia tena kwa mara nyingine, usije ukatuchafuria taasisi kwa interest zako. Obama, nakwambia na kuita tena Obama kwa sababu nikikwambia mwenyekiti hauna sifa tena za kuwa mwenyekiti katika hili. Kwani napoteza sifa kwa sababu gani? Ni usaliti. Hayo maneno huyo kaona kwamba ni kitu cha kawaida. Lakini nimekuuliza swali hapo kwamba unajua kwa nini tu kwamba ingawaje umejibu kwamba ni kwa sababu tunakosa mwelekeo. Sasa ninakwambia sawa, tunakubali kwamba tunakosa mwelekeo. Wewe ambaye ukukosa mwelekeo, unaona kabisa kwamba hupate maelekezo kutoka ngazi za juu. Wewe mwenye weledi wa maneno mazuri. Kwa nini usifomu hapo wilaya ikawa tofauti na wilaya zingine? Unafomuje wakati huko juu kuko vibaya? Nani atakunga mkono wakati mwelekeo huko juu kuko vibaya? Kuko vibaya vipi? Uko vibaya vipi? Haujui kinachoendelea kwamba chama kinaendelea kugrow. Wewe sikiliza Obama. Wewe hizo interest zako unazozileta. Hiki chama hujui kimeanza vipi. Hujui hiki chama kina malengo gani. Kama ulivamia tu kama nakwenda kuwa kafu. Ukaja kafu bila kujua, bila kuweka akili yako kwa nini unaingia kwenye chama hiki. Sasa kuna taasisi zote zina katiba. Taasisi zote zina katiba. Kama taasisi ufuati katiba maana sasa katiba ipi imevunjwa? Katiba ipi imevunjwa? Imevunjwa kwamba Ruangwa isifanye kazi. Ruangwa unaacha kutekeleza majukumu yako kwa sababu katiba imekuwaje? Hiyo katiba hujui kama imevunjwa katiba ya chama? Imevunjwa wapi? Imevunjwa wapi? Anapatikanaje mwenyekiti ambaye hajagombea? Anapatikanaje mgombea yuko tofauti na katiba inavyotaka kwamba lazima awe na zaidi ya nusu ya? Sasa nikuulize, kwa nini uliingia kwenye kinyang'anyiro cha mkutano mkuu? Kwa nini uliingia kwenye kinyang'anyiro cha mkutano mkuu? Kwa nini? Kwa nini ulipiga kura? Kwamba tafsiri yake ikoje? Ukiwa unamaanisha nini? Nauliza wewe kama kweli uliona kwamba katiba imekiukwa, kwa nini ukureizi pale kwenye kikao ukareizi kwamba hapa huu mkutano katiba imevunjwa? Kwa nini ukureizi hiyo issue? Kwa hiyo hakuna haki ya kupinga badala ya ule mkutano. Na kuuliza wewe kwamba wewe unaona kwamba katiba na ndio kwa maana tunafuata taratibu. Katiba imevunjwa. Nachukulia mfano kama ile siku matokeo yangekuja kuwa vinginevyo, mtu aliyeshinda amechukua fomu, kusingekuwa na shida. Lakini mtu aliyoshinda hajachukua fomu, hajashinda kwa mujibu wa kanuni. Ndio maana nimekuambia kwamba chama hiko ukivamia ukijui. Hicho chama cha wananchi nakijua kwa sababu kuna katiba. Sasa kama kuna mambo yako nje ya katiba hayo siyajui. Inawezekana ikawa ipo katiba kweli na uisomi. Sasa mimi unaweza ukanipitisha kwenye hiyo katiba kwa sababu katiba sizipo kwa kila mwanachama, tunazo katiba. Nielekeze kifungu gani? Na ndio maana kwamba mtu anaweza kuwa mshindi hata sigombea. Alafu leo unaenda kulalamikia CCM wakati anafanyika CCM anafanyika kafu. Mtu anashindaje hajagombea? Sasa wewe mtu wako ambaye ulikuwa unasema kwamba ulikuwa umemtaka. Mimi nasema kwamba sigombea. At the last moment nikagombea. Kosa liko wapi? Kosa ni nini? Mtu wangu ninayemtaka. Sasa vinginevyo ni nani? Yaani kwamba katiba ni wapi inaonyesha kwamba huyu alikataa kwamba agombea akagombea alafu ikakataza. Wapi?
alikataa kugombea. Yaani unachokieleza sijui unamaanisha nini? Uweze kunifahamu. Kwa sababu ukiwa unaeleza mtu wangu ni nani? Wewe unajua kwani mimi ninajua kinachoendelea mpaka leo kusini, najua tena hasa Ruangwa, najua na matamko yako na yote. Sasa mimi nakuonya Obama, nakuonya kama una interest zingine fanya kwa utaratibu. Kama mnakwenda mahakamani nendeni, kama mnakwenda kwa msajili nendeni. Tumekwenda kwa msajili, hilo sio la kuagiza, hilo tumelifanya, hilo hatuagizwi. Hilo tumelifanya kwa sababu ya muongozo. Hatuwezi dola yake kwa CCM wakati anafanyika CCM anafanyika na CUF. Ndio nini hiyo sasa? Yaani anayofanyika CCM CUF anafanyika. Kama mtu anashinda hajagombea, alafu leo unaenda kulalamika CCM. Unaonekanaje? Hivyo sasa akugombea vipi? Akugombea vipi? Akugombea kuonekanaje? Wamempigiaje kura? Hayo ni mambo ya chuki, ndio maana nakwambia atuulizi ile siku msajili alikuwepo wakati anaongea mwenyewe fomu hajachukua. Sasa unataka kusema nini? Sasa kwa nini mlimpa kura? Kwa nini? Aliwajibu kwamba siku zote yeye achukue kura. Sasa haiwezekani kama ulikuwa unaiba au hujakamatwa useme mimi siku zote nilikuwa naiba sijakamatwa, kwa hiyo ni wizi halali. Yeye kama alikuwa anashinda kwa maana alikuwa anakifanya kitu ambacho kipo kinyume na katiba. Na katiba iko inasimama hivi. Haya, sasa tunasubiri mwende mahakamani. Ila sasa sisi atufundishogi la kusema, yani sisi tuna utashi wetu ili mtatumikia kwa ajili yetu. Unaposema na wewe ni kiongozi ukao unatukana. Mimi ninakwambia. Kutukana kauli gani ya kutukana? Kauli gani ya kutukana? Ni lugha. Hizi ni lugha kwa sababu unatuambia tufuate sera za chama kingine, tuache sera za chama ambacho tunacho sisi. Nimesema tufuate sera. Huo ujumbe unaweza kusoma hapo ukaniambia ulivyoandikwa. Unaelewa? Ndio nimesema tuondoke CUF twende Chadema. Mwendo wa no election, no reform, no election. Ni kauli mbiu ya nani? Sasa kauli mbiu ya nani tunaposema haki sawa, mtu akisema haki maana yake ndio anasemaje? Alafu bila kujali kwamba unasema tena kwa maandishi yako kwamba bila kujali kwamba imesemwa na nani wala na chama gani. Sawa. Hoja hizo za msingi hizo hoja za wananchi hizo. Sio hoja za chama. Kama linalosemwa linambolea wala hakuna na sio dhambi kuunga mkono. Kwa sababu upinzani sio kupinga kila kitu. Huyo profesa mwaka juzi Tabora amesema nini mbele ya Samia? Hajamwimbia wimbo. Hajamwimbia wimbo Tabora. Samia tafsiri yake nini? Sasa kuimba wimbo. Alimba wimbo gani? Hujui kinachoendelea. Sasa ndio nasema tu kwamba hivyo vitu. Kama unataka kwenda Chadema, kama ni kama mimi kwenda chama kingine ni utashi wangu, na kubaki hapa kwenye chama hiki ni utashi wangu. Uwezo ukaanza kubaki kwenye chama hiki wakati unatukana chama. Hamna matusi, tafsiri hiyo tafsiri ya matusi inatoka wapi?